Kwa hakika siwezi kueleza kile kilichotokea hapa. Maana kilichotokea ni kwamba nimeenda kushuhudia mwili wa kijana wangu umelazwa katika City Mortuary. On the fateful day at around 1 p.m. Ojwang had brought home some tree seedlings which he had planned to plant during the rainy kulikuwa kuna season. Mvua. Ni msimu wa mvua. Sasa alipofika hapo, mama yake akampatia chakula hapo nje chini ya mti, na bibi yake akaenda hapo karibu na yeye na mtoto wake, watoto wangu na ndugu yangu, wakawa wako na mimi na ndugu yangu mdogo hapo ndani ya nyumba. The mother served lunch which Ojwang had together with the family. As they enjoyed their lunch, nikasikia ngurumo ya pikipiki inakuja. Kama kawaida yangu, mara nyingine huja wageni hapo. Mimi nikatoka nje kuwalaki wageni ambao wamekuja nyumbani. Nikaona kumbe hata si pikipiki moja, ya pili inafuata hiyo ya kwanza. Nikiangalia mbele ya boma huko kule ambako tunatokea, nikaona pikipiki ya tatu. Na kila pikipiki ilikuwa imebeba watu wawili. 6 police officers pulled up at their home. Ojwang's dad came out to welcome the guests on 3 motorcycles. They informed the dad that they had come to arrest Ojwang on allegations of insulting their seniors. Ojwang and the family did not resist arrest. The officers handcuffed Ojwang. So akaniambia tumekuja kumchukua huyo kijana. Mimi ni afisa wa polisi. Akanionyesha kibandiko hapa kwenye kifua chake, katag kako hapo, na nikaridhika kuona kwamba basi kama amekuja kumchukua ni vyema, kwa sababu pengine kuna jambo ambalo si sawa ambayo imewafanya waje. Na wakajitambulisha kwamba wao wametoka DCI Nairobi. Kijana ametusi mkubwa wao, kwa hivyo wametuma kutoka Nairobi waje nyumbani kumchukua huyu mtoto. Kuna mwingine ambaye wamemchukua jana ambapo ni juzi sasa. Wamemchukua Kisii, wamemleta Nairobi, sasa alikuwa bado huyu. Na wamemtusi mkubwa namna gani? Mimi nilifikiria ni mkubwa wa nchi, na hakusema. Akasema kwamba basi mengine mengi wewe tufate Mawego police station, tutakueleza mengi. Mimi nikachukua pikipiki yangu, mdogo wangu akapanda, tukaenda mpaka huko. Tulipofika pale tukawapata wako huko. Ojwang was first transported to the nearby Mawego police station. After a brief admission and stay at Mawego, the dad was informed to follow Ojwang to Nairobi. Tayari vile walifika, walimpiga pingu yule kijana wangu pale pale alipokuwa anakula. Hata hakula, akawacha chakula. So wakaenda naye na hiyo pingu mpaka huko. Hata wakati akiweka sahihi kwa ajili ya simu yake waliochukua, walimwambia kwamba simu yako wewe utapata baada ya hii karatasi umepeana. Ilibidi wafungue hiyo pingu ndio awe na access ya kuweka sahihi yake kwa hiyo karatasi. Baada ya kuweka hiyo sahihi, wakarudi wakamfunga pingu. Wakamchukua wakamweka ndani, wakaniambia ndani ya Subaru. Wakaniambia sasa wewe fuata kijana
kesho huko Nairobi. Waliniambia wanaenda mazingira, sikupata kuelewa vizuri maana si mkaaji wa Nairobi. On that night at 9 p.m., Ojwang called and informed the dad that he had been taken to Central Police Station in Nairobi. He also requested the dad to talk to the police to keep him at a decent place because he had underlying conditions. The dad tried to reach the officers through the numbers that they had left him earlier that day. His call was not picked. This threw him into panic. So nilipofika kama saa 2 za usiku kuelekea saa 3, kijana tuliwasiliana. Akaniambia sasa si kule walikoelezea, ukija njoo Central Police Station ndiko ambako wananiweka. Na sasa jaribu kuongea na wale DCI, maana walitupatia namba zao za simu ili waeleze ikiwezekana wao waweze kunipatia mahali ambapo naweza kupata hewa nzuri, sababu kidogo yuko na shida ya asma na si sana vile, mara nyingine hutokea. Sasa kasema nikajaribu kuongea na mmoja wale ambao nilipewa namba, hawakuitikia simu. Mimi saa 3 hiyo nikapanda gari nikafika hapa Nairobi saa 10:24 asubuhi. Kufika hapo ilikuwa ni usiku. Pia Central sipafahamu sababu mimi si mkaaji wa hapa. Kangojea kupambauke. Ilipokuwa asubuhi, he immediately boarded a vehicle to Nairobi that night. He traveled overnight and reached Nairobi in the wee hours of the morning. Kufikia saa 1 ilinipata mimi niko hapa police station. Nikajitambulisha kwa afisa wa polisi ambaye alikuwa kwa zamu. Nikajieleza kwa majina yangu. Nikamwambia kilichonileta kwamba nataka kumuona kijana. Kaniambia wewe subiri, bado ni asubuhi, tunapanga watu kwa ajili ya kufanya usafi ndani ya station. Nikawa na subira, nikakaa hapo kwenye bench. Kuelekea saa 2 nikarejea tena kwa madam ambaye alikuwa yuko hapo. Akaniambia wewe subiri, utahudumiwa bado. Nikakaa. Kuelekea saa 3 akaja afisa wa kiume akaniambia kwamba mzee, masaa haya bado tunashughulikia usafi wa ndani. Kwa hivyo wewe nenda ukanywe chai, urudi mida ya kama saa 4. Ukija utamuona huyo, utakubaliwa umuone huyo kijana. He went to Central Police Station where the officers present took him on rounds, including sending him to take breakfast first before he could see his son. All this while they were taking him on rounds, they knew that the son was not at the station. In other words, they knew the son was dead, but they didn't know how to report it to the father. So niliporudi saa 4 nikakaa kwa bench. Muda si mrefu akatokea chaplain wa station hii
pamoja na maafisa wale wa DCI wale waliomshika yule kijana kule nyumbani. Nilitambua wawili. Katika hao wawili kuna kijana mmoja rafiki ya huyu kijana wangu ambaye nilimpata pale na tulijuana tu hapo kwa station. Yeye ndiye akaniambia kwamba yeye amekuja kumuona Omondi. Pia hakujua habari za kwamba Omondi ameaga. Sasa chaplain huyo ndiye anatuambia basi njooni kwa OCS. Mimi nikiwa na matumaini ya kwamba nikifika hapo ataniruhusu nione kijana wangu. Nilipofika hapo ofisini kwa OCS tukajitambua, yeye pia akatutambulisha kwa majina yake pamoja na huyo chaplain. Akatuelekeza kwamba basi yeye yuko na mkubwa wake ambao ni OCPD. Tuende huko kwenye ofisi ya OCPD kwa sababu ndiye mkubwa wake. Basi tukatii tukiwa pamoja na yule kijana na chaplain. Tulipoenda mpaka kwenye ofisi ya OCPD wakatukaribisha. Tukatambuana na maafisa wengine wa polisi ambao walikuwa hapo. So kile nilichosikia ambacho alikuwa ananiambia bwana OCPD ya kwamba habari ambayo tuko nayo si nzuri sana. Later, he was called to the office of OCPD where he met a number of officers who eventually informed him that the son had inflicted injuries upon himself and had died and had been taken to City Mortuary. Don't forget to subscribe. Sasa hiyo habari si nzuri sana, ndio ikanishtua. Nikaanza kutafakari habari za huko nyuma zile ambazo zinatokea kwenye vyombo vya habari wakati kwa wakati, kwamba vijana huwa mara nyingine wanaangamia. So hiyo ndio ilikuwa kwenye akili yangu. Hata nilipokuwa natoka nyumbani nilimfuata haraka kwa sababu hiyo ilikuwa kwenye akili yangu. Kijana wangu ni kijana